Do you want to excel in your career? Sasa leo tunazungumzia mambo matano nataka kusaidia kutengeneza good emotional intelligence skills. Jambo la kwanza, practice mindfulness meditation. Vipo vitabu, programs na hata apps mbalimbali online ambavyo vinaweza kukusaidia kwenye kufanya meditation, lakini leo tuanzie hapa. Tenga muda wa kukaa kwenye mazingira tulivu peke yako. Sit down comfortably and focus in your breath. Breathe in, breathe out. Ukiweka focus yako deep down kwenye breath yako, unausikiliza mwili wako ndani. Utavuta hewa kutoka nje kwenda kwenye mapafu kupitia pua na utahold kwa muda fulani, kisha utatoa hewa nje kupitia mdomo. Muda wa kutoa hewa nje au ku exhale iwe ni mara 2 ya muda wa ku inhale. Kwa mfano, jambo la pili, take notes. Andaa emotional journal yako na ujitengenezee mazoea ya kutembea nayo. Each time, every moment unapokuwa umepitia situation fulani, take note, andika. Any situation ambayo imesababisha ukapata feeling fulani, iandike, andika. The more unaandika, uta improve emotional vocabulary yako, ambayo in which you cannot manage something you don't know. Jambo la tatu ni empath exercise. Empath ni uwezo wako wa kuset the tone of the conversation, kuswitch into other people's mood, kushawishi watu wengine kuswitch into your mood. Kwa hiyo tunasema uwezo wako wa kusocialize una nafasi kubwa sana ya kuamua kwenye unakuwa nani kwenye jamii. Sasa unawezaje kufanya empath exercise? Go people watching, angalia movies bila subtitles na ujaribu kuzielewa. Sio, nenda airports, unawatazama watu na una step into their shoes, unajaribu kuelewa conversations zao, emotions zao, wanawaza nini na vitu kama hivyo. Hiyo ndio empath exercise. Jambo la 4, seek feedback. Uliza watu, ask people how they perceive you, how they perceive your emotions. Wanakuchukuliaje? Wanachukuliaje hisia zako? Wanazielewaje hisia zako? Wanakuonaje? Wana mtazamo gani juu ya hisia zako? Hii itakusaidia kuelewa zaidi hisia zako. Jambo la mwisho na jambo la 5 ni tunasema cognitive behavioral therapy. Kuwa na mtu atakaye kuwa anakumenta. Anaweza kuwa mtaalamu wa saikolojia, therapist, au hata mtu ambaye amepitia changamoto kama ambazo unazipitia wewe. Atakuwa anakumenta na kukusimamia na wewe unamwamini ili wewe unaweza unakuwa open kwake. Kwa haya na mengine mengi, subscribe sasa ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tunapo-upload, lakini pia like, comment na kushare ili tupate nguvu zaidi ya kukuandalia vipindi. Until next time, bye bye.